Hallelujah. Jesus is so sweet this afternoon. Yesu ni mtamu sana adhuhuri ya leo. If we may take our seat, appreciate yourself as you take your seat. Tunaweza keti. Without wasting time, Pasipo kupoteza wakati, I thank the Lord so much for everyone who stood here today. ninamshukuru Mungu sana kwa kila mmoja aliyesimama hapa I leo. have heard from the Lord himself speak. Nimesikia kutoka kwa Mungu mwenyewe We akiongea. have heard what we are supposed to do throughout this year. Tumesikia kile ambacho tunapaswa kufanya mwaka huu From the time Minister Kevin started speaking. kutoka wakati ambapo Minister Kevin alianza. And he spoke from the book of Psalms Akazungumza kutoka kitabu cha Zaburi about the one who was silent before the Lord, kuhusu David. yule aliyenyamaza mbele ya Mungu, How his sins were about to take him down. jinsi dhambi zake zilivyokuwa karibu But kumwangusha. when he went to the Lord, Lakini alipoenda kwa Mungu, he received the remedy for the very sin. alipokea dawa ya dhambi hizo. From there we went ahead. Kutoka hapo We tukaendelea, heard from the servant of the Lord tukasikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu about the power in the word that we speak. kuhusu nguvu iliyo ndani ya maneno tunayoongea. Hallelujah. Haleluya. And we were warned against speaking careless words, Na tukapewa onyo dhidi ya kuongea maneno ovyo ovyo, because words carry life. kwa sababu maneno yamebeba uzima. And he gave us supportive books in the Bible. Na akatupatia maandiko kutoka kwa He Biblia, spoke from the book of Proverbs, kutoka kitabu cha Mithali, went down to Genesis, akaenda hadi kitabu cha and Mwanzo, we heard, na tukasikia. unlike Apostle John, Na kama Apostle John, Mtume Yohana, I will say, nitasema whoever has an ear, yule aliye na masikio, let him hear wacha asikie what the Lord is saying to himself or herself. kile Mungu anachomwambia. We have to speak positively, Tunapaswa kuongea maneno ya because manufaa, we've been called to be like God. kwa sababu tumeitwa kuwa kama Mungu. Now, I was going through the book of Genesis. I went ahead and got to the book of 1 Samuel. Nilikuwa naangalia kitabu cha Mwanzo, nikaenda na nikafika Samueli wa kwanza, And I saw a group of people na nikaona kundi la watu that God chose, ambao Mungu and He alichagua decided to show His power na akaamua kuonyesha nguvu zake through dealing with them. kupitia kuwa pamoja And nao. let me tell you, people, Na acha niwaambie, it is a beautiful thing ni jambo nzuri when God decides wakati Mungu to anaamua demonstrate His capacity, kudhihirisha uwezo wake, to demonstrate what He can do kudhihirisha kile anaweza kufanya using you kupitia wewe and using me. na kupitia mimi. Hallelujah. Hallelujah. And therefore He chose His children, the children of Hivyo Israel, basi akachagua wana wa to Israeli demonstrate for us, kutudhihirishia, so that when we read the ili Bible, tunaposoma neno we have a clear picture tuko na picha dhabiti of the God we are talking about. ya Mungu ambaye tunazungumzia. Remember, I've said Kumbuka nimesema that God, wakati Mungu, ya kwamba Mungu, yule Mungu we are talking about, ambaye tunazungumzia, because we have God, kwa sababu tuna miungu, we have God, tuna miungu, but now lakini sasa we are talking about the God tunaongea kuhusu huyu who Mungu is powerful, ambaye ana nguvu, who is mighty, ambaye ana uwezo, deciding to use the human race akiamua kutumia wanadamu to demonstrate, kudhihirisha, kuonyesha, to reveal kujidhihirisha His capacity uwezo wake as the Godhead kama Mungu of His own glory. kwa utukufu wake. Hallelujah. Hallelujah. And therefore God took the children of Israel from the land of captivity. Mungu akawatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa, And after bringing them out of captivity, na baada ya kuwatoa the story continues and continues. hadithi inaendelea. And when the servant of the Lord was speaking, Na wakati mtumishi alikuwa he reminded anazungumza, of me of a person akanikumbusha who kuhusu was a prostitute ambaye alikuwa kahaba in the land of Jericho. katika mji wa And this Yeriko, person is called Rahab. na huyu mtu anaitwa Rahab. And when the spies were sent Na wakati watumwa to go walitumwa and spy the land, kupeleleza nchi, remember we said kumbuka God tulisema has chosen Mungu to amechagua show His power kuonyesha uwezo through wake His people. kupitia watu And wake, as He's doing this, na anapofanya hivyo, the people who are not gods, watu ambao sio miungu, the people who don't belong to God, ambao sio wa Mungu, were seeing and hearing what God is doing through His people. waliona na kusikia kile Mungu alikuwa And they akifanya, trembled. na wakatetemeka. And so when they got to the land of Na Jericho, walipofika mji wa Yeriko, the Bible says that Jericho Biblia inasema Yeriko was a fortified city. ilikuwa nchi
it had mighty walls, ilikuwa na ukuta ya whereby ambapo the wall of Jericho, ukuta wa Yeriko, here, unaona hapa, the wall of Jericho, this Jericho's wall, ukuta wa Yeriko kungepita chariots hapa juu kwa sababu ya upana ya ukuta huo. It was a mighty wall, ilikuwa ukuta wa nguvu, and therefore na hivyo basi they had comfort in the city. walikuwa na faraja ndani They ya built their trust in the city. walijenga uaminifu They knew walijua no enemy hakuna adui had the power alikuwa na to uwezo penetrate wa kuingia through the city or through the wall, kupitia huo ukuta, because the city was kwa fortified. sababu ukuta ulikuwa Their mkubwa. trust was in the city. Kuamini kwao kulikuwa But kwa now lakini they sasa overheard wakasikia of what another God was doing, kile Mungu mwingine alikuwa because the akifanya. children of Kwa Israel, sababu wana wa as Israeli they came from Egypt, walipotoka they Misri, came conquering. walikuta They came wakishinda, demonstrating the power of their God walikuta wakionyesha nguvu as za they Mungu. went towards Jericho. And Walipokuwa wakielekea therefore the Yeriko. people of Jericho were afraid So basi watu wa Yeriko about this God kuhusu huyu Mungu who demonstrated his power ambaye alionyesha nguvu through the Red Sea. kupitia It bahari ya had Shamu. not been heard before. Haikuwa imesikika pale Therefore mwanzo. they knew there was something powerful about these people. Hivyo basi walijua kuna nguvu katika hawa watu. Therefore in this city, Kwa hivyo katika mji huu we are told there was a woman called Rahab. tunaambiwa kulikuwa na mwanamke She Rahab. was not a godly woman. Hakuwa mwanamke wa She was usiku. not appealing. Hakuwa wa kupendeza. She was not amongst the people Hakuwa miongoni wa that would be associated with the people and the blessings of God. watu ambao wanaunganishwa na baraka ya She Mungu. was filthy. Alikuwa mwanamke She chafu. was detestable. Alikuwa apendeki. A bad person. Mtu mbaya. To be called Kuitwa by the name of a holy and a powerful God. kuitanishwa na Mungu mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. And therefore, Na hivyo basi she overheard about this God, akasikia kuhusu huyu Mungu, about his power and what he has done. kuhusu nguvu na kile And alichofanya. therefore, as one of the pastors was speaking Na hivyo basi wakati mmoja wa wachungaji about alisema the 10 people who were sent to Jericho kuhusu watu 10 to waliotumwa come and spy the land. kuja kupeleleza mji. When they came there, Wakati walikuja the two people, hao watu wawili, Joshua and Caleb, Joshua na they Kalebu, were sent there to come and spy. walitumwa And kupeleleza. so when they spied the land, Na kwa hivyo walipopeleleza we are told tunaambiwa that they came to this woman called Rahab. wakakuja kwa huyu mwanamke And Rahabu. Rahab Na Rahab hid these people. akaficha hao watu Akawaficha watu hawa kwa nyumba yake, because kwa sababu the people of the city, watu wa mji huo they saw the two people who came to spy. waliwaona hao wawili And they reported to the authority. na wakasema And the men came na hao watu to kill wakaja these two men. kuwaua, But Rahab hid them lakini Rahab in akawaficha her house. katika nyumba A yake. prostitute Mtu kahaba has hidden the men of God, ameficha watu wa Mungu, anointed man of God, watu waliopaa, powerful man of God. watu wa nguvu. Somebody might ask me, Mtu anaweza ni kwani hakukuwa na watu watakatifu ambao Mungu angetuma hawa wapelelezi wawili? Mtu anaweza niuliza, mbona Mungu amtume kwa mtu muovu mchafu? Lakini atoke Rahab lakini tunaambiwa Rahab akawaficha watu hawa, akawaficha. na baada ya kuwaficha, naharakisha sasa, baada ya kuwaficha, Baada ya kuwaficha we are told that tunaambiwa kwamba these men, hawa watu when they were leaving that city to go back to the children of God, walipokuwa wakiondoka kurudi they kwa said to Rahab, wakamwambia we Rahab, are coming to destroy this land, tunakuja kuharibu mji and as we come, na tunapokuja we are going to spare you, tunaenda kukuacha because you have been kind to kwa us. sababu umekuwa karibu But kwetu. there is a condition. Lakini kuna masharti. When the time comes, Wakati utakapofika, when the time comes, wakati utakapofika, take this kitambaa chukua kitambaa hiki and tie it by the window. na ukifunge kwenye dirisha. Unajua ukuta huo mrefu, walikuwa wanaishi katika city huko nje. Ufunge kitambaa hapa, so that when we come Ili tutakapokuja with our army to attack the city, na majeshi yetu when kuangamiza, we see the mark, tutakapoona alama we hiyo, shall pass your land, tutapita nyumba we yako, shall pass your house, tutapita nyumba yako, because you have been kind to kwa us. sababu umekuwa karibu And kwetu. so the men Na went. kwa hivyo wakaenda. After leaving, Baada ya we are told the kuondoka, time came tunaambiwa wakati for ukafika the people to come and attack the city. kwa watu kuja kuvamia mji. But as they were attacking, they were given strict instructions. Lakini walipokuwa wakiangamiza walipatiwa masharti. When you see that kitambaa, Ukiona kitambaa hicho, do not touch anyone in that house. usiguse mtu yoyote kwa nyumba hiyo. Hallelujah. Hallelujah. And so we are told Kwa hivyo that tunaambiwa there stayed Rahab with the family. Rahab
She was not given anything physical, Hakupewa kitu cha kushika, as something that was trustable. kitu cha kuaminika. Hakupatiwa pesa, Hakupatiwa pesa, hakupatiwa kitu ambacho kingeonekana na wale watumishi wa Mungu, lakini aliambiwa, wakati ambapo utasikia tumeanza kuvamia, wewe na jamii yako muingie kwenye nyumba na mtipungie, alafu muweke kitambaa. Hallelujah. Can you imagine those simple instructions? Masharti hayo mafupi sana. You get to your house. Wewe ingia kwa nyumba And yako lock yourself in. na ujifungie ndani. And don't forget the kitambaa. Na usisahau kitambaa. Hallelujah. Hallelujah. And that is what has been happening here Na today. hivyo ndivyo imekuwa hapa leo. The bishop and the servants who have spoken here, Askofu na watumishi ambao wamezungumza they are not aware of the situations you are in. hawajui hali ambayo uko ndani. Maybe you are like, my body is in pain. Pengine mwili wako uko katika uchungu. I don't have anything to eat today. Sina kitu cha kula leo. I don't know what tomorrow holds for me. Kesho ina nini? I don't know what will happen to my children. Sijui nini kitafanyikia watoto I have wangu. no idea about my tomorrow. Sina namna kuhusu There kesho. is no hope Hakuna for tumaini my life ya maisha and yangu that of my na children. ya watoto wangu. But listen to me, my brothers and my sisters. Nisikize ndugu The zangu. women of God and the men of God here have spoken a word. Watumishi wamezungumza neno la Mungu. And what is expected of Na you kile kinatarajiwa is to kwako take hold of that word by ni faith. kusikiliza hilo neno kwa But the imani. bishop has said, Ambacho askofu good wamesema things are coming 2026. mambo mema yanakuja, It is not visible. It haionekani, is not tangible. sio ya But kushika, the arm of faith lakini mkono wa is imani supposed to reach out unapaswa and kuweka declare, na as the kutangaza. servant of the Lord has spoken, Kama mtumishi I am aliyesema, going to make it naenda 2026 kushinda 2026 because the mouthpiece of the Lord has kwa spoken. sababu mdomo wa Mungu And so umeongea. it shall surely come to pass. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Hallelujah. Haleluya. Where are the men and where are the women and men of God? Wakati ambapo Where are the men and women of God? wako wapi watu wa Mungu, The men of faith. watu walio na In our imani congregation today, katika kusanyiko letu, who will believe like the lame person, ambao wataamini kama yule mtu, like the lame person kama yule mtu aliyepooza at the beautiful gate. katika mlango wa We are told he used to lay there daily. tunaambiwa alikaa hapo kila He used to siku, lay there daily, alijana hapo kila siku collecting alms. akiokota fedha. And when he saw Peter coming, Na alipoona Petro his akija, expectations matarajio yake were that this man yalikuwa kwamba huyu is going to give me money. atanipatia He's going pesa, to give me something tangible, atanipatia kitu cha something that will give me solution, cha kunipea jawabu, the current solution. hali ya But sasa. when Peter came Lakini Petro and the alipokuja, man stretched his hand to receive from them, mtu akanyosha mkono wake the kupokea. Bible tells us Biblia inatuambia Peter looked into his eyes Petro akatazama kwa macho and yake he said, na akamwambia, look at me. niangalie, Silver and gold I don't have. fedha na dhahabu sina. I know that is what you want. Najua ndicho I know unachotaka, that is what you need to najua eat. hiyo ndio unahitaji kula, That is what you want to live well. hiyo ndio unataka ili uishi But vizuri. listen to me. Lakini nisikize, I don't have silver and fedha gold na dhahabu sina, because that is not what you need for now. sababu sio hiyo unahitaji. You need to start working. Unahitaji kwanza You need to kufanya, start working. unahitaji kwanza And for kufanya you to be prosperous, ili uwe wa you need kufanya. to have good legs Unahitaji miguu mizuri that are working. ambayo Therefore, yanatembea. that is what I'm going to give you. Kwa basi ndicho I'm not going to give you that which is temporal, nitakupatia ambayo inaisha, but I'm going to give you that which is permanent. nitakupatia ile ambayo ni ya You kudumu. don't have to come here every morning. Hauhitaji kuja hapa kila If asubuhi. I give you money, Nikikupatia pesa, tomorrow you'll not have that money. kesho hutakuwa nazo. If I give you what you think you need now, Kupatia kile it unachofikiria will be unahitaji, short-lived. itakuwa ya muda But mfupi. what I'm going to give you, Lakini kile it is nitakachokupatia something permanent. ni kitu cha kudumu. I will not give you food, Sitakupatia but chakula, I will show you how to get food. nitakuonyesha jinsi ya kupatia And that chakula. is the very thing that is going to happen today as the servants have spoken Na here. hivyo ndivyo itakavyofanyika kulingana na vile watumishi wameongea As we leo. go out, Tunapoenda nje, let us go knowing wacha tuende tukijua that every word that has been spoken here maneno yote is yaliyozungumzwa to be received by faith. ya kupokelewa kwa It is to imani, be received by faith ya kupokelewa kwa because we imani, have seen men and women of kwa faith sababu tunaona watu wa imani walking through this
Bible wakitembea kwa hii and their testimony na ushuhuda is wao believable, ni wa is kuaminika, confirmable, ni wa and kuhakikishwa. so we are not Na exceptional. kwa hivyo sisi sio wa kipekee. Tukitoka mchana wa leo, let us go believing Tuende tukiamini that everything we proclaim ya kwamba kile tutakachosema it shall come to pass. itakuja kuwa. Everything we believe God for Kile tunachoaminia it shall Mungu come to pass. kitaenda kufanyika. Hallelujah. Hallelujah. As I conclude, Ninapomalizia, I still have 4 minutes. niko na dakika 4. As I conclude, Ninapomalizia, I was only trying to support what has been said here. nilikuwa ninatia mkazo kile ambacho kimesemwa. Wapendwa, Ecclesiastes says, Kitabu cha Mhubiri kinasema writing of many books, kuandika kwa vitabu vingi it's tiresome. inachosha. It is tiresome. Inachosha. But he says, Lakini anasema let us hear the conclusion of the matter. wacha tusikie hitimisho la maneno. And that's why I will not tire you with many Ndio words. maana sitawachosha kwa maneno Kama ni mengi. kuhubiriwa, imehubiriwa. Kama ni kuhubiriwa, imehubiriwa. Kama ni kuhubiriwa, imehubiriwa. Na hata Minister Kevin amehubiri. Tafadhali wapendwa na wasihi katika jina la Yesu, acha as we leave this place, Tunapoondoka mahali hapa, tuende tukijua maadamu we have Christ in our lives, maadamu tuko na Kristo ndani ya maisha yetu, we are going to be partakers of the blessings that have been spoken since morning to day. tunaenda kuwa washiriki wa baraka ambazo But my zimezungumzwa. heart worries, Lakini moyo wangu unasononeka because as I look back from the time Mr. Kevin started all that time, kwa sababu nikiangalia kutoka wakati Minister Kevin alianza, I've been hearing of the blessings and blessings of God. nimesikia kuhusu baraka na baraka za Mungu. And as I gauge everything that has been spoken Na here, ninapopima kila kitu kilichosemwa, something has come up. Is equals. kuna kitu ambacho kimekuja. Is equals. Inakuwa Those blessings are for the children of God. baraka hizo ni za wana wa Mungu. Kila kitu kimesemwa hapa ni cha watoto. And the reason I've said Sababu ya kusema hivyo, is if any one of us is here ikiwa kuna mmoja wetu hapa and we are not a child in the kingdom of God, na wewe sio mwana katika can you ufalme wa imagine how Mungu, many things you have missed? je, unaona mambo mangapi ambayo utayakosa? Hallelujah. Kwa hivyo, if you have not made your decision, Ikiwa Follow hujapata Jesus kauli Christ, kumfuata Yesu, the word will be opposite of what has been said hayo here. maneno yatakuwa kinyume ya kile ambacho And that's yamesemwa. why I welcome whoever doesn't believe in Christ. Ndio maana ninakaribisha yeyote ambaye hamwamini You come Kristo. to Christ Jesus. Njoo kwa Kristo Yesu. There is blessings upon blessings. Kuna baraka juu ya There baraka. is success upon success. Kuna mafanikio juu ya mafanikio. For the glory of Kwa God. utukufu wa Mungu. Ninawasihi kwa jina la Yesu ya kwamba tunapotoka tufanye maamuzi ya kumfuata Yesu, ya kumtembelea na kuishi na yeye, na mambo hayo yote ambayo tumeambiwa yatafanya kazi katika maisha yetu kwa utukufu wa Mungu muumba wa vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moyo wangu na wa mke wangu unawapenda, na ninatamanio la moyo wangu ya kwamba tutazidi kumfuata Yesu, tutazidi kuishi vile ambavyo anapenda kwa utukufu wa jina lake. Haleluya. Alafu sinimbe kwa wimbo kamoja, alafu tupakaribisha mtumishi wa Mungu akuja tupatie finishing power na blessing tukienda nyumbani, si ndio? Sijawachosha, si ni kweli? Nimemaliza haraka. Haya, twende kazi. Cheza tu. Ngoja ucheze tu chochote. Haya, tusimame kwa utukufu wa Mungu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Ninapoenda nyumbani najua anatengeneza njia, Baba anatengeneza njia kwa ajili ya mimi. Ninajua leo, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yako. Nilipoongea kuhusiana na mambo ya Rehabu, nilisema alikuwa mtu mbaya ambaye hata ungewaza kwamba Mungu anaweza tumia mtu kama huyo. Na sisi tumekuwa wabaya katika maisha yetu, wachafu, vitu mbaya,
Lakini Mungu anatengeneza njia kwa sababu ya watu wachafu kama sisi. Anatengeneza mambo kwa sababu ya wasio haki kama sisi. Mungu mwaka huu hayuko dhidi yetu, ako upande wetu. Hayuko kutupiga akitupeleka nje, anaturejesha kwake. Anatengeneza njia kwako, anatengeneza njia kwa sababu yangu. Tunapoenda katika shughuli za wiki hii, mtu yeyote hapa asiende akijihukumu, akisema Mungu anatafuta sababu ya kuniadhibu, anatafuta sababu ya kuniumiza, anatafuta sababu ya kunitesa. Hapana, anasema njooni kwangu watoto wangu, nyinyi ambao mmelemewa na mizigo mizito. Yule ambaye amelemewa na dhambi anasema njoo kama my son, kama my daughter. It is for that reason I am God. Mimi ni Mungu. Ndiposa ninakuita njoo. Anatengeneza njia. Kama ni ugumu wa maisha anatengeneza njia. Kama ni magonjwa anatengeneza njia. Si kwa sababu ya watu wazuri ambao tunawajua, kwa sababu ya watu wabaya kama sisi. Yeye ni Mungu mwema, ni rafiki mzuri. Anatengeneza njia katika magumu, anatushika mkono, tunatembea na yeye. Anasema come here my dirty child, I want to show people how I am able to make filthy people clean. Yani Mungu anataka mtu ambaye ameteswa ili amshike mkono, mwambie wamekutupa, come here my daughter, I want to show these people what being God means. Zoeka kitu kiria kimenetu kalitua kiega. Adu makiro makoga, this is the finger of God. Na imagine leo anatengeneza hayo maisha ili watu ambao walikuangalia wakasema this one is lost, wakikuangalia wanaona haya, this is God. Huyu ni Mungu. Na utakapoinuliwa useme ni Mungu ametenda. Ni Mungu ametenda, kwa utukufu wa jina lake. Bwana, najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa